marufuko maruondro una wokovu wa mfuko wa udanganyifu. Ikawa ndio waru marumweka waru marichuyu. Hivyo tuna wokovu ambaye Roho amezungumzia, wokovu wa moyo. Ukibedo pinyo neginon mari. Ukiwa chini chunguza lako. Tawinyo karo dayo ni onego war ng'ato ka. Lakini Roho amesihi mtu anastahili kupata wokovu hapa. Ukachung Roho wachunda ler mago mondo ng'atujwa war kujitambulika kende. Niliposimama Roho amesema niseme hivyo ili mwenye anataka wokovu ajitambue mwenyewe. Waru maradho emakawuno ngenye pei. Wokovu wa mdomo ama kinywani ndio nyingi duniani. Muma tu yote nyeo. Maana Biblia kununua ni rahisi sana. Natunyalo nyeo muma kwa watu ni Roho ware. Mtu anaweza kununua Biblia kisha baadaye akiri ameokoka. Ngatu Nyasaye nyalo timo ni maber mafuko ni pong. Mungu anaweza kumneemesha mifuko yake ikajaa. Maobedi gima jelo kume pile pile. Akawa ni mtu wa kufuatwa daima. Mungu ni no ware. Akawa na habari kuwa pengine ameokoka. Ekawa ni waru kwa winyo karo weku mikawa waru marichuyi mayudo te. Ndiposa tuna wokovu ambaye Roho amezungumzia, wokovu wa moyo ambao gharama yake kupata ni ngumu. Yuda no wachi ni obedo piny mondo non kuom waruogno. Ndiposa Yuda akasema ametulia akachunguze wokovu. Ndike mo mama dona somnia. Katika andiko nitakaposoma hivi. Ndike jo Kolosai areo. Katika Kolosai 2. Matendo na parko da ngwen. Mstari wa 14. No rucho oko ketho manondiki mondo donjnwago e chik mamon kodwa. Nogolo wachno oko kendo nogure msalaba. Aliifuta ile hati ambaye tulishtakiwa nayo, aliifuta yote pale msalabani. Somo wach machielo mondike jo Galatia katika chuo cha Wagalatia. Jo Galatia ina dek matinda par kod adek. Wagalatia 3 mstari 13. Kristo no warwa akum Kristo no warwa aikum mar chik kanodok na mokuong nikech wan. Nimar nondikni ya ukuom ng'at mong'awe yath. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangukiwaye juu ya mti. Wamosre kama nyingi Yesu mja Nazareth. Hewani tusalamiane kwa jina la Yesu Mnazareti. Awinjo kaka Nyasaye au chakuweyo kodo kwa chako. Hivi nimesikiliza Mungu alivyoanza kuzungumza na sisi tulivyoanza. Awinjo kaja youth modhiambo dendo Nyasaye. Kijana chipukizi Odhiambo alimsifu Mungu. Maneno kang'ato biodwarika Nyasaye timone ji endo nego timne. Kila mmoja akawa na mwito kama Mungu anawafanyia watu, naye pia anaomba afanyiwe. Nyasaye werowa no nyiswa limbe ni en kodwa. Mungu anatupenda, alituonesha kwa kuashiria kuwa yupo pamoja nasi. Weno miambia watu weche muka mabeti ka uwe Nyasaye. Sifa hiyo ikafanya nami nikazungumza na Mungu kwa kumnenea maneno mengine. Mado weche madwa ni amed kuminjili madwa ya masani tu alemu. Nikapata habari ambao nitaongeza kwa injili, baadaye tutaomba Mungu. Na madwa no temna kimoro nyako nyisre enyim Nyasaye. Aliye na hitaji mbele ya Mungu lazima ajitolee mbele ya Mungu. Akwayo jokma josendega wachka wonki kusendwa mondo domokudum. Wale ambao tupeleka mapema mbio, tafadhali mtulie leo, msiwache wengine wabaki nyuma. Wangiji majasendo moko to dogi konyere. Kuna wengi ambao tupeleka mbio lakini kweli hawasaidiki. Adier gimogolo ng'ate ode enione godok kod loch koting'e lwete. Lakini kweli hakika kilichotoa mtu nyumbani kwake harudi akiwa amebeba ushindi mkononi. Riverbank kai nyalo bedo samiero. Riverbank unaweza kuzuru wakati unaupenda. Ndio watu nyalo amua ni kibe takaduogo. Ni jambo ambalo kesho waweza sema kesho nitarejea hapa. Kawuono ni wuok piny miwe gik mitimo ni idhi uniwinj wach Nyasaye. Lakini leo umefanya uamuzi kutoka ulikotoka kwa ajili ya kuja kusikiliza habari ya neno la Mungu. No imbi wach samidoki odi onegidogi gima nyien Nyasaye timo ni. Nawe pia moyoni wasema nitakaporejea nyumbani nikarejee na kile ambacho Mungu amenitendea. Dangi hiyo majate dhoki mudhana onge kod wach. Lakini ule wa mazoea anayefanya mazoea, mimi sina shaka nawe. Wanwa kijadini wa moseng'io. Tuko na mtu wa ushirika wetu ambaye ana uzoefu.
kendo en kata oyudo gimoro kata koyudo e lemo, apate kitu aambulie patupu maombini, matek nosego kako jagoga pile. lakini chake ni lazima atue anavyotua daima. Wuotho kargo ni masamoro biro bedo matek. Lakini safari, watu wamo safarini, lakini mambo ya kutua ndio pengine kuwa changamoto. Muma masomo wacho niya, Andiko niliyosoma yasema hivi, Paul noneno piny jo-Kolosai, Paulo akaona nchi ya Wakolosai, joma noseng'eyo ni Kristo Yesu en Ruoth, waliojua kuwa Kristo Yesu ni mfalme. sama Paul nobiro mondo ochak wuoyo kuom wach mangima. Wakati Paulo alikuja kwa ajili ya mazungumzo kwa habari iliyo hai, Paul nong'iyo mon kod chwo, Paulo akawaona wanawake kwa wanaume, nong'iyo jomadongo gi jomatendo, watu wakubwa pamoja na watu wadogo, nong'iyo miere ma jogo ae, akaangalia maboma wanakotoka watu wale, ne ong'iyo ngima ma jogo dakie, akatazama maisha wanaoishi wale watu. kaka Roho Maler ong'eyo dwaro ma ng'ato ka ng'ato nigo, Lakini Roho Mtakatifu alivyo na ufahamu wa mahitaji ya kila mmoja, kaka Roho ong'eyo pek ka pek ma ng'ato kale. Roho Mtakatifu anavyojua uzito wa kila mmoja. Paul noneno wach ma koro wasomono kuomgi. Paulo akaona neno ambalo tumelisoma kwa maisha yao. Amen. Amen. Paul noneno ka nitie gimiluongo ni odonjne ng'ato e chik mamon kodgi. Paulo akaona jambo la kushtakiwa kinyume na hitaji ama sheria ya mtu. Tiende ni odonjne gima geng'oni gimone giyud gima ber. Jamanisha umeshtakiwa kwa ajili ya kunyimwa kile ambacho ungekipata. One giyud gima ber kuri yudo gima rach. Ungestahili kupokea mema lakini wapata mabaya. Koro Paul kang'iyo jogi kaka nyalo wuok gini to onge. Sasa Paulo akiwatazama jinsi ya kujinasua wanashindwa. Ong'iyo mon gi chwo to wacho negi niya, Akatazama wanawake kwa wanaume akawauliza hii, wan gi miere ma gik mabeyo nonego donjie. tuna boma ambao mema yalistahili kuwepo, Gik moko ok nyal donje nikech odonjnegi kuom gima mon kod kanyo. lakini mazuri yasiwepo kwa ajili wameshtakiwa kinyume na kile kizuri ambacho kinastahili kuwepo. Toneno mon maluwo Yesu kod tije madongo ma Yesu timo, Lakini kuna wanawake wanaofuata Yesu kwa kazi zake kuu anazotenda, mondo gine nengo ma Yesu timo mogigo, ili waone gharama afanyaye Yesu kwa ajili ya neno hili, neno ka chalre achala. lakini waona ni vitu vinafanana tu. Koro wachni nomiyo wacho ne kobedo piny matek kaka koro wuoyo ka. Sasa neno hili likamfanya kuelezea tulivyoketi hivi kinagaubana. Koro nyisogi ni kata odonjnu e chik mamon kodu kama, Anasema ingawaje mmeshtakiwa kinyume na sheria mamon kodu kama, iliyo kinyume nani, nitie ng'ama nyalo rucho gini oko. lakini kuna mtu ambaye anaweza kulifuta hili. Amina. Ing'eni kes nyalo maki tikia ni kes no dhigo kodi e po. Wajua kuna kesi ambayo inaweza kushika na hujui mwisho wake ama hatima yake ni mauti, Nikech odonjni e chik mamon gi ngimani. maana umeshtakiwa kinyume na sheria ya maisha yako. Koro wanyalo bedo kodi keto rangai odonjne e chik mamon gi rangano. Tunaweza kuwa nawe hapa lakini boma lako limeshtakiwa kinyume nawe, Kendo jal modonjni wacho niya, lakini aliyekushtaki asema hivi, kata nolem to waro ma jogi wuoye, lakini ingawaje anaomba, lakini wokovu ambaye anazungumziwa, adwani mondo adini pache gini kik donji. nataka nikauzime wazo lake wala asilielewe neno hili. Koro en obed jakom ji e lemo. Sasa yeye awe wa kusindikiza watu kwenye ibada. Higni 90 ka ji dok chien, Miaka 90 zilizopita warruok ne tek malo sani, sani to oyom. wokovu ulikuwa ni mgumu sana. Wakati huu ni starehe. Oyom nade? Ni starehe kivipi? Ni koro kaka an Alex kama, Sasa mimi mhubiri hivi, owara ma apong' gi Roho. nimeokolewa, nimejazwa Roho. Nyasaye omiya mit anyalo jiwo wach Nyasaye. Mungu amenipa karama ya kusema neno lake, To jaoda to madho ndawa. lakini mke wangu ni mvuta sigara. Mon wetene ema jono matek. Wanawake wenzake ndio wanaona mazito. Ok chuo ing'eni injili ni min Atieno ng'eny chal kama mine manokwongo yale ka pime mos. Wokovu huu Mama Atieno, pengine wanawake ndio wainjilisti wa kwanza. Kaneno king'iyo wachara gini kidok kuom tij gini kocha. Ukienda kwa wazee wachara pamoja na mzee wetu Tei, Kwa Nyasaye motimo wachara joma kawuono, Nyasaye osefuokogo matin. neno la Mungu limenifanya kuwa wa leo, lakini nimekuwa kidogo. Dum tij ni mama ema noyalo ni. Unajua mzee wetu Tei ni mama alimhubiri. Koro mon ne chomo chwo niya, Wamama wale walikuwa wanaelekeza wanaume, ok inyal jiwo wach Nyasaye to jaodi madho ndawa. huwezi ukaimiza neno la Mungu na mke wako ni mvuta sigara, Chimbe jandawa. maana wewe pia
unavuta sigara. Uone mateve mano. Hebu leo tujaribu kufanya hivyo. Kama tutabaki na mchungaji hapa kanisani pekee, itakuwa tunaanzisha upya. Waweza kushtakiwa kinyume na hitaji lako. Nataka nikupe njia taratibu na kuhubiri Injili, maana uwanja huu tayari kuna tabiri mtu atasaidika. Kaka sadika kwa watu Injili. Wakati huu sisi wainjilisti, unaona mtu anapenda wake wa watu lakini wake hampendi. Unasikia wakati mwingine unasema watu wengine unenaje na wake zao, lakini kwa watu anamrejea kwa utulivu. Yamaanisha kuna sheria inayokushtaki kulingana na kile ambacho kizuri unastahili kupata. Ati mama awe hapa miaka 2 lakini mtoto hawezi kutinga mimba. Unafukuzwa. Unafukuzwa, unaambiwa kuwa wewe wokovu huku kuleta wewe. Kuna kitu kimekuleta. Lakini leo hii kufanya hivyo utabaki mkono mtupu. Sasa Paulo anawachunguza hawa. Kweli wameshtakiwa. Na wameshtakiwa kinyume na maisha yao. Waweza kushtakiwa nyumbani kwenu. Wewe unasifu cha ajabu lakini hujui umeshtakiwa kinyume na mahitaji yako. Watoto wanapotimia miaka 30 unaanza kupata jeneza wazika. Maana kesi ulioshtakiwa na. Lakini wewe kulia na kusifu ndio unafanya. Lakini wokovu kinagaubaga utaki. Mzee, kwa nini Yesu mwana wa Mungu ahubiriwe kwa nguvu? Ili macho ya ndani wa mtu pate kuona. Akasema ingawaje nimeshtakiwa kwa sheria kinyume na maisha yangu, nataka kutafuta wa kutoa sheria hii nje. Karuna sinagogi kama hata hapa kwenye sinagogi yule mwanamke aliyetoka tumbo anavuja damu hawezi kufika. Hawezi kuweka sadaka za watakatifu. Hawezi kufanya hivyo. Amena. Hata mwanaume ambaye anakuwa hapa wiki 2 na hataki roho. Nasema wakati ule. Wakati ule chai ya mkandaa ndio unakuwa unapatikana, sio wakati ule. Ni chai ya mkandaa pamoja na geregede unafukuzwa. Ati geregede ndio imekuleta kula hapa. Enje nenda kwenu kale. Wanakupima wiki 2 roho hayuko. Una watu ukajaze sahani yako ijae. Sasa wale wanataka kuhubiria wanaongeza gedegede ndani ya sahani yako. Wewe unadhania unaongezewa unapendwa. Kumbe injili inaelekezwa kwa wawachwa hadi ukaweke kijiko moja. Kama mtu anayeweka kijiko kwenye mchangarawe. Wanaume wanaushika hewani kijiko ile. Wanaume gedegede ndio imekuleta. Leo utashiriki kula. Bwana Yesu kama mpeperushie Yesu hewani. Unaelezea mambo iliyoshika misingi na unaambiwa toka. Na ukichua sheria kinyume yako uko wakati huo kwenye udomo. Mikono hewani. Yesu unamuita kwa nguvu.
kuingia. Hamna jawabu. Lakini tumesikia mtu anapoingia kwenye boma anafutilia mbali. Anapoingia kwenye ile boma atafutilia mbali hati iliyoandikwa. Adui anaweza kubali uzae, anaweza kubali uelimishe watoto, lakini anasubiri mahali pa kushtaki ili itoke kwa mtoto. Sasa ni machozi inatoka. Ulitamani mifuko itatokea, lakini imebadilika kilio cha kulia. Kwa nini kilio kije? Hilo boma limeshtakiwa. Sikia, ukishtakiwa nitaleta mfutaji. Ingawaje ulishtakiwa kama ujui, na ubiri upate kujua. Waweza keti kwenye plastiki na ukazoea kuketi, lakini wewe umeshtakiwa. Hata ukitembea wewe umeshtakiwa. Watoto wako wameshtakiwa. Waweza kuelimisha ukiwa na furaha, lakini ni mateka walioshtakiwa. Lakini leo mwendo wa sasa ikiwa ni boma imeshtakiwa, watu wanasemea guruzo. Boma tuliovuka hamna chema ndani yake, kwa sababu wameshtakiwa kwa hati kinyume nao. Wameshtakiwa hati kinyume nao. Watu wanasemezana hivi, boma ambalo limechakaa. Mwanzo gani mwanzishi liingia hapa? Boma ambalo limechakaa alikuwa na ng'ombe wengi, lakini leo ukitazama boma leo limekuwa ganja. Ganja limepatikana kwa ajili gani? Ni boma shetani alilishtaki. Hata kesi la wakoo wakisema aliwezi kutoa mwenye alishtaki, ama pesa zihesabike ya watu wa chama. Alileti wenye kushtaki, hata uleti sura nzuri, haiwafukuzi wenye mashtaka. Hata ulete kima zako, haitoi wenye mashitaka. Kwa nini wameshtaki boma hilo? Wanapiga kizuri kingie. Wewe watamani kizuri, lakini mshtaki anataka kibaya. Asubuhi ya leo moyoni ukitaka mema, nitaleta aliyebeba. Hata kama boma limeshtakiwa, unajaribu kulifuta, hamna jawabu. Wewe ukajiuliza, tuwasikia boma letu hapa ndio ilisaidia boma hili. Kwa nini sisi tuwateseka? Kwa nini wateseka? Boma limeshtakiwa hati kinyume nao. Wewe pia unaona unafurahia. Wasema hivi, mtoto wangu kwenye kidato cha kwanza ana matendo ya wasichana ninayoona. Hebu ngojea kidato cha pili, hata kushangaza. Kwa nini ya kushangaze? Yeye ameshtakiwa. Sikia watakatifu, kuna watu ambao walikuwa na watoto, mtoto akiwa mkokomavu mbele yake, alikuwa mtulivu mbele yake, alikuwa na mtulivu. Wewe pia ukimpeleka kwa mwalimu, mwalimu pia anaona mtu aliyelemewa, lakini alipoingia yule wa kushtaki maboma akamfuata kwenye shule ya upili. Wakati alisifiwa ni mpole, ripoti yaja nyuma yake, uliyesema ni mpole hatunamrejesha kwako, kwa maana ametunga mimba. Ametoa mimba wapi? Anawakushtaki walio kinyume na mazuri. Asubuhi ya leo, ingawaje umeshtakiwa wapi, tutasema mshtaki. Kuna vijana waliopelekwa shuleni,
kufundisha. Alipoingia kidato cha 3, ripoti yaje baadaye. Watoto walioteketeza shule. Kijana yako alibeba petroli. Wewe pia unashangaa. Aswali nini inafanyika? Lakini mshtaki aliye kinyume na mazuri. Leo tuko naye kwenye kidero. Ingawaje ameshtaki baba lako. Leo litafutiliwa nje. Ingawaje ameshtaki maisha yako. Ukaingia kwa wokovu. Watu wanaingia kwa wokovu. Unabaki patupo pa kulia. Lakini watu wanasema kwa Yesu. Lakini wewe usipone. Watu wanakuwa. Wewe unabakia pale. Kwa nini unabakia? Wewe umestakiwa. Ingawaje umestakiwa sana. Tutahubiri Yesu Bwana. Yule ambao Wayahudi walimshtaki. Hawakuwa na habari. Aliyestakiwa huyo. Ingawaje baba lako anashtakiwa. Wanaume ameshtakiwa. Watoto wameshtakiwa. Wala usilie shaka. Sema mwenyewe. Mwenye mashtaka. Ingawaje umenishtaki. Bahati kinyume nami. Lakini kizuri nitapata. Lazima nipokee. Ni kwa nini nipokee? Kuna yule ambaye alishtakiwa. Haleluya. Hata ukimwi ambayo inaua wasichana haiwaui kwa ajili ya mapenzi yao. Lakini wa mashitaka anakushtaki kwa wale ambao kutegemea. Wewe unadhani wazazi wa kuoni? Kumbe mwenye mashtaka amefika ili ufe kabla muda wako. Mwenye mashtaka anaweza kushtaki ingawaje ustahili kushtakiwa. Pengine umebaki bwana mmoja mlangoni. Adui alimmeza boma ikaisha. Ndiposa ghafla unashtakiwa kwenye boma. Hata ukiwa Nairobi hivyo. Lakini uko kinyume kwa sheria. Hakuna kizuri ambacho unakiona. Kizuri yaje ya kupita. Wewe ndio unasikia watu wakisema kama mtu yuko ndani ya Yesu amepata kizuri. Lakini wewe wadhani iliwezekani. Sasa Paulo anawachunguza. Anaona wanapenda Yesu sana. Lakini neno ambalo limewazuia kujua. Aliwashtaki wale. Sikia tuna boma. Boma inastahili kung'aa. Lakini hapana boma taa pale. Kwa sababu wameshtakiwa. Tuna boma makubwa. Somo inastahili kuingia. Lakini hakuna masomo. Ana mshtaki ameingia. Tuna wanawake wazuri. Wanastahili kuwekwa nyumbani kwao. Lakini wasitunze boma zao. Maana mwenye mashtaka. Tuna wanaume wazuri. Wanastahili kutunza boma. Lakini wasifanye hivyo. Kwa sababu wameshtakiwa. Aliyestakiwa hana amani. Hajui wakati wa mauti. Hata ingawaje umeshtakiwa. Leo tunahubiri mtu na mchua alivyo. Ingawaje umeshtakiwa akiongozwa. Watalifuta nje. Hata kama ni kesi ya chabu. Umejaribu kulivuta. Watasema mbele yake. Leo asubuhi. Mwendo wa saa 7. Ndio kuditi la Yesu lilisemwa. Walipiga guzo la mwokozi. Tukiwa na jua. Kuna mtu aliyekuja. Anatoka mlango wa Yuda. Wasikia na ushindi. Bwana Yesu kulipigwa karumi. Walipopiga hatua Yesu. Wanaume wenye miraba. Walio kwenye maombi. Wanasema. Ametokea pembe gani? Ametoka kwa lango la Daudi. Ako na mkono mkononi wake. Aliko ambalo nimesoma. Amelaaniwa alitundikwa baoni.
Wanaume wengine wanapiga nguzo. Alaaniwe aliye kwenye mbao. Agano nasema alifanya hivyo Yesu ili akipata boma iliyolaana inayobebana na laana nzito akalibebe kwenye mbao. Sikia mdogo, ingawaje boma lenyu umelivuta, lakini sheria za boma ni tofauti na maisha yako. Lakini leo aliyebeba mbao atayabeba yote, atayaweka msalabani. Walipopiga kesi ya Yesu hawakuwa na habari anayepigia nguzo lake yeye anafanyaje na fili. Hawakuwa na habari wanaosema kumuhusu alienda mbinguni kwa ajili. Sikia watakatifu, Paulo anawaeleza wenye laana aliye kwenye mbao atafute wanaume wake watakaowekwa mbaoni, abebe laana kwake. Wanaume wanakutana nje, atafute mabomba makubwa ili waweke kwenye mbao, abebe magonjwa. Wanaume wanakutana nje, wanapiga nguzo. Wanaume alaaniwe ni kwenye mbao. Sasa nani atawekwa juu? Amchukua Yahudi aliyebeba moyo wetu ushindi, aliyebeba ushindi. Amedharau uwanja huyo akiwa ni jemno la ajabu. Wanaume wenye nguvu wanapiga nguzo lake, wanaangalia huku, wanaume wakaangalia huku, wanasema tutafuta mtu wa kuwekwa mbaoni. Wanaume wasimame mimili wetu milana ili abebe laana. Wanaume wanarudi nyuma, ukiangalia bomba makubwa, bomba laana inaweza huo mtu. Wanasema bomba hilo usiingie mtu, lakini mchukua Yahudi alipopata habari alaaniwe mwenye mbao. Sana alifurahia, akauliza wamesema nini? Wanatafuta wa kuwekwa mbaoni ili abebe laana inaosumbua boma. Ingawaje umeshtakiwa kwa laana halina charo, aliyewekwa mbaoni ana habari ya kushindwa. Aliyewekwa mbaoni
damu ya Yesu. Awinjo remo, nasikia